Kuna wakati ukweli unakuwa mzito kuliko uongo, na kuna wakati mapenzi yanakulazimisha kupigana vita ambayo hukuwahi kujiandaa nayo. Usiku ule katika ufukwe wa Mbezi Beach, Amani alikuwa karibu kujua siri kubwa kuliko zote, lakini siri hiyo ingeweza kuvunja moyo wake. Tuendelee na episodi ya 9 ya simulizi yetu Nilipendana na Jini wa Baharini, hapa Simulizi za Giza. Mawimbi ya bahari yaligonga ufukwe kwa nguvu. Upepo ulivuma kama vile kulikuwa na dhoruba inakuja. Kivuli kile kikubwa baharini kilianza kusogea karibu zaidi. Amani alisimama bila kusogea. Macho yake yalikuwa yameganda kwenye maji yale meusi. Nura, hicho ni nini? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Nura alinyamaza kwa muda mfupi, kisha machozi yakaanza kumtoka polepole. Sikutaka ufikie hatua hii, Amani. Amani akageuka kumtazama, kisha akamuuliza, unamaanisha nini? Lakini kabla hajapata jibu, maji ya bahari yalipasuka ghafla. Kiume kikubwa chenye umbo la kivuli kilitoka ndani ya maji kwa nguvu. Sauti yake ilikuwa nzito kama radi. Amani akarudi nyuma kwa hofu na kusema, ni kiumbe cha ajabu. Wale watu wawili waliovaa mavazi meusi walivuta vitu kama hirizi kutoka mifukoni mwao. Mmoja wao alipaza sauti, lindeni Nura! Ghafla mwanga wa ajabu ulitoka mikononi mwao. Walikuwa wanajaribu kukizuia kile kiumbe kisisonge karibu, lakini kile kiumbe kilicheka kwa sauti nzito, sasa nimekupata Nura. Amani alishangaa kuona kiumbe kinaongea. Nura alifunga macho kwa maumivu. Amani, tafadhali ondoka hapa. Lakini Amani alitikisa kichwa na kusema, hapana, sitakuacha. Maneno hayo yalimfanya Nura aanze kulia zaidi. Amani, unielewi? Amani akamshika mkono na kumwambia, ninakuelewa, na hata kama wewe ni jini, bado nakujali na sitokuacha kwa hali yoyote ile. Lakini kile kiumbe kilipoona hivyo kilikasirika. Maji ya bahari yalipanda juu kama ukuta. Wale walinzi wawili walirushwa chini na nguvu ya ajabu. Amani akapiga kelele, Kama Juma na Salimu wangeshuhudia hili, wasingeamini kabisa. Kiumbe kile kilianza kusogea karibu. Sauti yake ikawa nzito zaidi. Nura, lazima urudi. Nura akasema kwa sauti yenye maumivu. Hapana. Kiumbe kile kikacheka na kusema, basi nitamchukua huyo binadamu wako. Ghafla mkono wa kivuli ulitoka na kumkamata Amani. Amani akajaribu kujitoa, lakini hakufaulu. Amani! Nura alipiga kelele kwa uchungu. Amani akasema kwa tabu, Nura, usilie. Acha mimi nipotee, wewe upone. Lakini macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Nura alisimama ghafla, macho yake yakaanza kung'aa kwa mwanga wa ajabu. Upepo ulivuma kwa nguvu zaidi. Wale walinzi wawili wakashangaa. Hapana, Nura anatumia nguvu zake. Nura akapaza sauti kwa uchungu, Mwachie! Mwanga mkali ulitoka mikononi mwake na kugonga lile kiumbe. Bahari lilipuka kwa mawimbi makubwa. Kiumbe kile kilipiga kelele kali, mkono wake ukamwachia Amani. Amani akaanguka mchangani ufukweni. Lakini baada ya sekunde chache, Nura alianza kudhoofika. Nguvu aliyotumia ilimchosha sana. Alianguka polepole. Amani alikimbia kumshika na kumwita, Nura!
Nura akamwangalia kwa macho yenye huzuni. Amani, nilikwambia. Amani, nilikwambia usije karibu na mimi. Amani akatikisa kichwa kwa uchungu na kusema, sijutii kuwa karibu yako na sijutii kuwa upande wako. Chochote kile nitakuwa nacho kwa sababu yako wewe. Nura akatabasamu kwa uchungu na kusema, lakini sasa vita imeanza. Lakini sasa vita imeanza. Mbali baharini, kile kiumbe kilirudi ndani ya maji, lakini sauti yake ilisikika tena gizani. Sitakoma, nitakuja tena. Amani alimkumbatia Nura aliyekuwa dhaifu. Moyo wake ulikuwa umejaa hofu na maumivu, kwa sababu sasa alijua jambo moja: mapenzi yake na Nura yalikuwa yanamweka katikati ya vita ya viumbe visivyoonekana. Sehemu ya 9 inaishia hapo. Tusikose sehemu ya 10, na hii itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu Nilipendana na Jini wa Baharini, hapa Simulizi za Giza.